Huyu hapa anajua kabisa huyu jamaa anambite. Huyu hapa mimi najua kwa nini mimi ni style yangu sijawahi kumbite. Ndio maana subiri ndio maana hata kwenye dhahabu huyu aliimba. Uliimbaje? Style yangu na style ngapi? Style zaidi. Kumwambia zaidi. Namwambia mtoto mtoto anafurahi style za nini? Ngoja basi. Unajua hii yote ni kuelekea tarehe 10 ya mwezi wa 7 Mlimani City. Nimepata hapa. Ni hivi jamani, hapa cha kufanya ni hivi. Hawajawahi kuona dhahabu live. Hii ndio labda huo ndio mchongo. Huo ndio mchongo. Unajua bwana, hawa shakuwa watu wazima sasa hivi hawataka kuzungumza mambo yao ya zamani. Unajua Bruce Jackson ni my brother. Yeye anazungumzia kiukubwa katika beef ya music. Lakini katika behind the camera Jocelyn albamu yake yote mimi naijua kabla haijarekodiwa. Sababu alikuwa anaibuka home. Anakuja home, tunakula wali maharage, anaimba ngoma zake zote niite basi. Kwa moyo unaibuka home. Na mimi namuibukia home. Ngoja tumalizie. Tarehe 10 nyinyi mmejipanga nini? Tunaua. Wewe tarehe 10. Yaani watu wengi wana kiu kuona Baisa kwenye nyimbo kama dhahabu, Dully Sykes kumuona Jocelyn kwenye hiyo ngoma. Na wengi wanajua kwamba wanataka twende tarehe 10. Mmejipangaje kuwapa ile ladha ambayo wanaitaka live? Basi tarehe 10 watafurahi. Mimi ningia na madem, ningia na nukia, nilikuwa na gari mpya, you know. Yes. Nani alikumind zaidi baada ya nyimbo kutoka? Nani alikumind zaidi? Baada kwa no, kwa sababu hawa ni familia yao. Huyu anapenda tension huyu. Yeye anapenda kuonekana kwenye kila kitu. Yaani anapenda sana salamu wawili na wewe ongezeka. Huyu anapenda kuonekana sana siku kwa nini? Kwani ukionekana ndo utarudi kwenye peak bro. Ile nyimbo nani aliyefunika? Unasikia? Ngoja hata nani? Hebu tusikie bwana kwa kusema brother ni kweli ila cha msingi kabisa ambacho watu hawajui. Ile ngoma tujawahi kuiperform. Kwa hiyo inaenda wote watatu Ndio kashaki perform sababu ngoma yake. Yes. Ila Jocelyn sijui. Mimi nishai perform lakini verse yangu. Niseme verse yangu chapa sana. Lakini yani wote yani watatu. Iko pamoja. Kwa hiyo ngoma ina miaka 10 na ngapi? Tangia 18. No, sio 18 bwana. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza dhahabu nenda kinyimbo kwenye jukwaa. 20 imefika. Miaka 20 ile ilikuwa ni 2006. No, 2006. 2006. Kwa nini mperform bwana? Wewe kwani mwandishi, mbona unapenda tension bwana? Kwa hiyo kwa mara ya kwanza dhahabu naenda kuimba kwa jukwaa. Kana mheshimiwa ongea naye kurudisha kwenye piki wewe mpaka uingie kwenye kamera za watu. Piga Mlimani City dhahabu live. Josi hapa maswali yamekuwa mengi. Dully hapa. Majibu ndio wamepanda wote mtaani. Wanaanza maswali hapo. Tuulize maswali yenye sura ya maendeleo kwa sababu hawa wametengeneza watoto wa mtaani kupendeza. Anakuamini kwenye brother man kwenye muziki. Yaani branding ilianzia kwa hawa. Brother man, Dully Sykes, Baisa, Jocelyn. Mimi sipendezi kama hawa. Nakumbuka kabla mpaka leo hii wanapendeza. Napenda mikato yako yani hivyo hivyo. Wakati tunatoka Uingereza na Baisa kabla hajatoa tabasamu nikamwambiaje unapendeza ukiimba huko una rap unalinga. Hiyo ushauri wako ndio ulinipa kweli kabisa. Akanambia basi kweli poa. Tunashuka akasema kesho na session ya studio. Alafu ndo lile tabasamu lile kama ana rap alafu kama analinga. Bwana hiyo kweli ushauri nilikuwa na mheshimiwa kipindi hiyo sio mheshimiwa. Tunatoka wote Uingereza. Kwenye ndege tumekaa nyuma siti za nyuma zile. Tunaita iko. Bwana. Tulikaa kwenye iko. Naambia mwanangu chana kama unalinga watu wanakupenda ukiona. Kipindi hiko ana nyimbo zake watu anaimba. Kuna mmoja akaimba akakataa akambe hizi unazoimba unachelewa. Nenda karapu kama unalinga utakuelewa. Tukatoka madebe. Kweli kabisa. Niko televisi ile njoko madebe. Wakibana bongo tuenzetu kwa madebe. Twende club zao, twende tukaruke debe. Bwana mheshimiwa ananiambia bwana huko utakaa sana baiti. Niambia bwana sawa. Nenda kalinge wali. Uliona nini ndani ya bro mnao? Baisa mimi shabiki yake. Namshabikia Baisa kwanza katika hii generation ili kundi ambao tumekusanyika wote. Heshima kubwa ya Baisa is on time.
studio, anakuja kwa muda, photoshoot. Hamna msanii yoyote kati ya hao unaowaona aliyewahi kuja kumzidi Baisa kufika. Hata sisi wenyewe waandaji hatujampigia Baisa kwa kweli umefika salama. Kwa hiyo hili ndio maana mwanangu saa moja niko hapo. Nimeingia saa 7. Sasa ukijiuliza kwa nini Baisa ana miaka zaidi ya 15 kwenye game, sasa hivi unafika 20 na Sasa hivi 23 kwenye game. Kikubwa kinachomfanya afike huku ni nidhamu, kazi bila discipline na kujali muda pia. Kwa huyu jamaa nidhamu ndio hiyo ya kujali muda. Baisa anajali muda, na mimi sijategemea. Wakati tulipokaa kwenye ndege tulipanda na sisi ndege gani Baizeni, nikamwambia mwanangu, wewe ukipata muda wote kuingia studio, yani chana kama unalinga kweli, wewe chana bana, kesho tunakucha na kweli. Ile video nilisimamia mimi mwenyewe na Kalage, yale matunda unaona yale, mimi nimeenda kununua nikaweka, kwa sababu kachana ngoma amelinga kanifurahisha. Ngoma limeenda halijaenda, na ndo goma ambayo sasa hivi na miaka zaidi ya mingapi? Na miaka zaidi ya 18. Naye amesema ni katika ngoma zake 3 aliiweka hiyo. Kumbe ngoma zake 3 lazima. Kama sawa. Sele Chogo ni nani? Shebichogo naye hao wakaliana akina Rama K. Rama K yule alikuwa amelia kama kazulumiwa hivi. Rama K, wakina Rama K, Abu na Shebichogo. Abu ni Shabu Sasa hizo ni zama ambazo ukimwona msanii yani sisi wote zamani tulimjua Tudo kwa sababu ya Dully Sykes. Mwanzo tukisikia Tudo, yani nyimbo haitoki bila Tudo. Kumbe Dully hawezi enda studio bila Tudo kwa pembeni. Sasa hivi tunapata huko. Hapana, no story bwana mheshimiwa. Kwaje? Tutamani Tutakusua kwa story ya uongo. Tuambie ukweli. Story kwamba kuhusiana na Tudo. Tudo ndo rafiki yangu ambaye kipindi nimeacha shule, naanza kupambania muziki, yani kabla sijaacha shule nyuma mwaka 96 wakati naupambania muziki, Tudo ndo alikuwa rafiki yangu ambaye mimi nikiandika karatasi mamangu anazichana. Kwa hiyo Tudo yeye ndo alikuwa ananihifadhia zile karatasi zangu za muziki. Hafidh yes, ndo hafidh anahifadhi. Kwa hiyo sasa kwa hiyo kwa sababu yeye amezaliwa Kipata, mimi nimezaliwa mtaa Somali na nani na Mbaruku. Kwa hiyo kwa sio mbali gerezani Kariakoo pale. Kwa hiyo mimi naenda mshikaji wangu, tunakuwa pamoja mimi na Tudo. Kwa hiyo yeye anakuwa ni mtu wangu wa karibu na kuniambia kwamba hapa. Hata kuna wakati pia nimekuwa star, nilikuwa nikimuuliza Tudo, namwambia Tudo, mimi na Juma Nature unatuonaje? Tudo ananiambia mwezi Juma Nature hata siku moja. Bado yani pambana yani umfikie Juma Nature. Alikuwa rafiki ambaye anakuchana ukweli pia. Ananiambia ukweli kweli. Yani ni mtu ambaye nilikuwa nakesha naye usiku, tukashana. Nakumbuka kuna safari nyingi sichotoka. Kuna safari moja tulikuwa tumeenda Kiburugwa kule. Kiburugwaini kwenye show Mbagala. Sasa kabla sisi, wakati sisi tuna perform, hawatujui mtu yoyote Madagao, watu kule wanapigana. Hawaja yani hawana mpango na sisi wala nini, yani sisi tunaendelea kuperform vile vile, yani muziki unalia na watu wanapigana. Basi muziki ukazimwa na sisi tukawa na, lakini sasa mwana aliyotupeleka Kiburugwa ni mshikaji Konda ambaye alikuwa mshikaji wetu, yani yeye ametuchukua Kariakoo pale Chuo Huru, atuleta mpaka kule Mbagala, afu gari imerudi. Kwa tunamsubiria yeye atoke kule tena saa 11 ile 12, sisi tunamsubiri stendi. Kwa hiyo tuna kazi yetu sisi kwenye mawe yale, tunalala mimi na mwanangu tu. Tunalala pamoja, ndio maana tukiamka nini hatujui faida hata ile pesa tunapata muziki au vipi, lakini ni mtu ambaye nimepambana naye, nimeingia naye studio mara ya kwanza, kanisimamia hiyo, sawa, hiyo ngoma iko hivi hivyo, ndio mshikaji wangu. Kwa nimemtaja mwisho wa siku na nikapata jina lake. Sasa hivi Tudo amekuwa anafanya nini decoration, mapambo, Tudo deco decoration. Kwa hiyo yeye Wakalikonji, anajiita Wakalikonji. Kwa hiyo wao ndo show zote za sijui kitamba cheupe, sijui upset zote. Wewe mwenyewe unajua kwamba Tudo ni bingwa kabisa wa kufanya decoration kwenye party nyingi. Hana mpinzani. Hana mpinzani. Kwa hiyo na yeye pia amepata na muda wake, anafanya maisha yake, na mimi niko na maisha yangu ya muziki, lakini hatukutengana mimi na Tudo kwamba sio marafiki. Sio marafiki, ni kaka yangu, tumekuwa ndugu. Kwa hiyo Baisa mwenyewe anajua, yeye mwenyewe ameniona na Tudo kipindi yeye mwenyewe sijatoka. Hajatoka na ananiona mimi na Tudo. Kwa sababu Dully mimi ndio mtu ambaye alinisaidia mpaka mimi nimeenda studio. Mimi ndo nimempeleka studio Baisa. Studio yani baba hii studio utaenda kurekodi, utakosa
msanii. Duli, lakini kuelekea tarehe 10 au bwana, tumepata nafasi ya kukutana na nyinyi mastaa wakubwa ambao kwenye muziki huu mna heshima kubwa kwa maana ya barabara ya muziki. Usipomtaja Duli, usipomtaja Baisa, usipomtaja Joseline, bado hujasema kitu, au bwana. Lakini wewe kaka mkubwa kabisa, ilikuwaje Dully Sykes kuwapeleka studio ya MJ kurekodi ngoma ya Dhahabu, kila mtu kwa wakati wake? Kulikuwa na beef kweli au ni nini kilisababisha wewe usiwapeleke pamoja Baisa pamoja na Joseline, kwa sababu tumewapata pamoja hapa? Pengine unauliza kulikuwa kuna beef kweli, na maana pengine siwezi kukataa kwa sababu Temeke napo ni mbali, taarifa kufika ngumu pengine, kwa sababu naishi Temeke ndugu yangu. Hawa jamaa walikuwa na beef kubwa sana, na beef si vijana kwa na beef. Niko nasikia mali Kitu ambacho jamani, subiri. Sasa mnataka niongee kaka yenu, mnataka kuongea nini? Sasa nalimsikia Duli akisema, lakini mimi naamini kwamba kulikuwa na beef, na bado wasanii wenyewe wanaonyesha kwamba tulikuwa na beef. Yaani kulikuwa na zile rumors kwamba Baisa pamoja na Joseline hawako vizuri, ndio maana Baisa akawashirikisha kwenye okay, naomba niongee. Unajua shetani anapokuwa siku zote anapokuwa mkubwa anazeeka, anakuwa nani? Malaika. Hao jamaa washakuwa malaika tayari. Ndio washakuwa watu wazima. Kwa kipindi kile kila mtu alikuwa na unajua huyu kaja na style, na Baisa naye alikuwa na style yake ambayo tayari ndo katokea ile ya yo ngata maneno, na huyu naye kaingia na yo. Kwa hiyo hawa ile yo ikagongana, ikawa sasa mashabiki wanaona kwa nini huyu kaingia kama Baisa, na Baisa naye anashika kichwa na mashabiki kwamba the guy amekuja kuchukua nini staili yako, wakati kumbe na huyu hapa naye hata kuongea kwake mwenyewe ni ya ikatoka hivyo. Basi wakawa wenyewe sasa, kiukweli walikuwa na beef. Huyu hapa anajua kabisa huyu jamaa anambite, huyu hapa pia anajua kwa nini mimi ni staili yangu sijawahi kumbite. Ndio maana subiri, ndio maana hata kwenye Dhahabu huyu aliimba, uliimbaje staili yangu na staili ngapi? Staili zaidi. Kumwambia namwambia mtoto anafurahi staili za nini? Ngoja basi. Unajua hii yote ni kuelekea tarehe 10 ya mwezi wa 7 Mlimani City. Nimepata hapa. Jamani, hapa cha kufanya ni hivi. Hawajawahi kuona Dhahabu live. Hii ndio labda huo ndo mchongo. Huo ndo mchongo. Unajua bwana, hawa washakuwa watu wazima sasa hivi, hawataka kuzungumza mambo yao ya zamani. Unajua Dully Sykes ni my brother. Yeye anazungumzia kiukubwa katika beef ya music. Lakini katika behind the camera, Joseline albamu yake yote mimi naijua kabla haijarekodiwa. Sababu alikuwa anaibuka home. Anakuja home, tunakula wali maharage, anaimba ngoma zake zote niite basi. Kwa moyo unaibuka home. Na mimi namuibukia home. Ngoja tumalizie. Tarehe 10 nyinyi mmejipanga nini? Tunaua. Wewe tarehe 10. Yaani watu wengi wana kiu kuona Baisa kwenye nyimbo kama Dhahabu, Dully Sykes kumuona Joseline kwenye hiyo ngoma. Na wengine wanajua kwamba wanataka twende tarehe 10. Mmejipangaje kuwapa ile namba ambayo wanaitaka live? Basi tarehe 10 watafurahi.